haijalishi ni mwanaume, haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni fedha, hapo tutagombana wewe. Sema haya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapo ndipo tutagombana Bwana, hapo ndipo tutashindana Bwana. Sema amen. Ndivyo ilivyo, lazima tushughulike na hayo. Oh, haleluya. Anasema na wewe kupitia wewe nitavunja mzee na mtoto. Unaona, nitawavunja mzee na mtoto. Kumbe kama ilivyo leo, kuna silaha ya Bwana lakini umri wako umekwenda ni mzee, na kuna silaha ya Bwana umekuwa wewe katika umri wako wa utoto. Kadhalika kuna silaha ya shetani ambayo mtu kawa silaha ya shetani lakini ana umri wa mzee, na kuna mwingine ni mtu ni silaha ya shetani lakini ana umri wa utoto, lakini silaha yako wewe itavunja na kubomoa hao kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo unaweza kuona namna hiyo, maandiko ni matamu kweli kweli, yanaeleza kwa upana. Nasema na kwa wewe nitavunja mchungaji na kundi lake. Sema mchungaji na kundi lake. Mchungaji na kundi lake. Hapa sasa anazungumziwa yule mchungaji ambaye ni silaha ya nani? Ya kipepo, ni silaha ya shetani. Kwa hiyo haijalishi na jina la mchungaji, lakini ni silaha ya shetani. Sawa sawa. Bwana anasema atavunja. Na kwa wewe nitavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe. Maanake kuna mwingine ni silaha ya shetani lakini mkulima. Sawa sawa. Lakini amekuwa ni silaha nani? Ya shetani. Amekuwa ni agent wa giza. Bwana atavunja huyo naye. Atang'oa hizo silaha zake ambazo anazitumia kwa ajili ya kuharibu taifa, kwa ajili ya kuharibu watu. Mungu atamshughulikia. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu. Anasema na kumalizia, anasema kwamba na kwa yeye nitavunja maliwali na maakida. Kumbe kuna wakuu fulani katika mwili wanaonekana kama ni wakuu, lakini kumbe ni silaha ya shetani. Nasema moto wa Mungu kutoka juu, na kama lungu la moto ninakuvunja na kuharibu wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Sasa baada ya shetani kujua haya, shetani alipojua kwamba watu waliookoka wamekuwa ni silaha ya Mungu, baada ya kujua kwamba watu wenye Mungu wamekuwa ni silaha ya nani? Ya Mungu. Shetani alichofanya manake akawageuza fikra. Shetani alichofanya akageuza nini? Fikra, mtazamo. Badala ya kushughulika na shetani, watu hawa wakaanza kushughulika na watumishi wenzao. Unaona? Sikiza nikwambie, yaani shetani alipogundua kwamba mtu aliyookoka amekuwa silaha ya Mungu, akambadilishia dira. Sawa sawa, akambadilishia nini? Dira. Baada ya kushughulika na anga la giza ambalo katika hilo anga la giza kuna maajenti, yeye akageuza nini? Maarifa. Akaanza kuwapamanisha watumishi kwa watumishi, wenyewe kwa wenyewe wanagombana na kutupiana maneno. Akamku shetani pale kwa kupigwa, kama vile wakati wa Yesu. Yesu alikuwa na mwanafunzi wake Petro. Petro alikuwa ni lango la shetani kwa muda. Amen. Pasipo kujua, Petro hakujua, lakini hatukuona maandiko yaliyotamka kwamba alimwambia Petro rudi nyuma. Lakini alitamka nani jamani? Shetani rudi nyuma. Kwa hiyo ndio staili ya kupambana na pepo lililoko ndani ya mtu. Mwambie jirani yako, hiyo ndio staili ya kupambana na pepo lililoko ndani ya mtu. Sio kutaja mtu, hatutaji mtu. Tunataja yule joka aliyemfanya huyo kuwa silaha yake. Tunataja lile pepo lililokaa juu ya mwimbaji huyo, ambaye unamwona huyu mwimbaji ametoka kwenye huduma yake ya uimbaji wa kweli, ameingizwa katika maagano ya kipepo. Ametoka kuwa lungu la Bwana la moto, amekuwa lungu la shetani. Sasa usianze kumpiga yeye kwa maneno, wewe kile shetani liko ndani yake. Amen. Kwa maana Yesu Kristo kama kiongozi anaonyesha dira, anamwambia ni Petro kweli, yuko mbele yake Petro kweli, na yeye ndo alimchagua na kumwambia Petro, katika mwamba huu nitajenga kanisa. Sawa sawa. Lakini alipovamiwa na pepo, maana Petro hakuwa tena silaha ya Mungu. Petro alikuwa ni silaha ya nani? Ya shetani. Yesu anatufundisha na kutuonyesha staili ya kupambana na watu ambao ni maliwali, ambao wamekuwa lungu la shetani. Ni watu ambao ni wafalme, wamekuwa ni lungu la shetani. Ni watu ambao ni wachungaji, wamekuwa lungu la shetani. Ni watu ambao ni mitume. Petro alikuwa katika level ya mitume ambao ni lungu la shetani. Hajataja jina la Petro kwamba Petro nakufyeka wewe rudi nyuma, au Yuda nakufyeka wewe rudi nyuma. Alisema shetani rudi nyuma. Alimwangalia Petro akamwambia shetani uliyeko ndani ya Petro rudi nyuma. Na ndivyo ilivyo usiku wa leo. Kama shetani amefanya
rafiki yako kuwa lungu la shetani, shetani amemfanya rafiki yako wa karibu au ndugu yako wa karibu kuwa lungu lake, basi usiogope. Usiku wa leo tunakwenda kushughulika na hilo pepo ambalo limekaa ndani ya ndugu huyo, na kumwambia pepo, choka, rudi nyuma, achia mtu huyo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, haleluya! Sasa nikwambie, naongea na wewe ambaye unashughulika na watu kwa majina. Kuna watu wanasema namfyeka mwinjilisti fulani, namfyeka, mkanyage. Wewe sikiliza, Yesu Kristo alikuwa ni kiongozi, role model. Shetani afyekeki hivyo. Ukikasema na kanyaga mwinjilisti hana shida. Mwinjilisti hana neno lolote. Kuna pepo ndani yake, kuna shetani ndani yake. Gusa shetani, taja shetani aliyeko ndani yake, ndio atakimbia. Peleka target yako. Sikiliza, unapotamka mwinjilisti, unamkanyaga mwinjilisti kwa sababu kuna hali ya kipepo umeigundua ndani yake. Alafu utaki shetani, maana sasa mtu ambaye ameona shabaha ya kulenga kwamba ili nilenge, natakiwa nilenge labda hapa. Sawa. Sasa kabla sijalenga hapa, kuna kitu kingine kiko hapa, si ndio? Sasa wewe unapohangaika na mwinjilisti, sasa unaenda pembeni hivi. Mwinjilisti huyu afanye, unamfyeka huyu, unampiga huyu, lenga shabaha. Ni nani aliyebadilisha huyo mwinjilisti? Ni shetani aliyeko ndani yake. Yesu ametambua akasema, shetani rudi nyuma, sio Petro. Sawa. Ndivyo ilivyo leo. Kwa kutokujua hayo, tumejikuta leo tumeua malungu yetu, tumeua mapanga yetu ambaye angetusaidia katika uzima milele. Na maana Bwana anasema asiye kinyume chetu yu upande wetu. Angalia kitabu kile cha Marko sura ya 9 mstari wa 40. Yesu anasema, anawaambia watumishi wote wajue, nataka niongee na wewe pia ujue, unashughulika na watu kwa kupiga kelele na watu. Lenga shabaha, lenga pepo, lenga shetani aliyekaa ndani ya mtu. Usimame maneno, piga joka, sema joka uliyekaa kwenye kanisa fulani, na kupiga kwa jina la Yesu na kumaliza kwa jina la Yesu. Hapo utakufanikiwa sana. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu. Sio mtu, sema amina. Haleluya. Marko sura ya 9 mstari ule wa 40. Nakwenda kumalizia hapo, tukaombe. Kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa mwanadamu amekosea nini? Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, amekosea nini? Yesu Kristo alijua hilo. Mwanadamu hana makosa, hana shida, lakini mwenye shida ni ile joka lililoko ndani ya mtu. Na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Pentekoste kokote uliko, mtumishi wa Mungu, Mtanzania kokote uliko, elewa hilo ya kwamba shetani ameingia kwa siri ili kutuvuruga ufahamu. Tukahangaika kupigana mavisu wenyewe, kupigana malungu wenyewe, tukamwacha shetani aliyeko ndani ya mtu. Leo kwa jina la Yesu Kristo tumerudi kwenye mstari wa Bwana. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu. Leo kwa neema hii na mafunuo haya usiku wa leo tumerudi katika mstari wa Bwana. Pepo mwenye kugeuza watu na kuwafanya kuwa silaha zake lazima apigwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Na tukifanya hivyo utashangaa kuona kanisa linasimama imara. Utashangaa kuona Petro hajakimbia, alikimbia ni shetani. Petro hajakimbia. Leo washirika wanaondoka, leo watumishi wanakuacha, wanabaki peke yao katika huduma, wanapata tabu kwa sababu umewapiga wao. Hujampiga shetani, shetani bado yuko tu, kahamia kwa mwingine. Maana usimpiga huyo, ulimpiga nabii, ulimpiga mtumishi huyo kwa jina lake, umemwacha shetani, shetani anahamia kwa mtumishi mwingine. Ashukuriwe Bwana usiku wa leo. Petro aliyekaa ndani ya watu, huyo ndio anayekwenda kupigwa na lungu, huyo ndio anayekwenda kupigwa na upanga, huyo ndio anayekwenda kushambuliwa. Sema napiga, sema napiga, sema napiga, sema napiga shetani kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu aliye hai. Tukifanya hivyo tutawaokoa wainjilisti. Tukifanya hivyo tutawaokoa wachungaji. Tukifanya hivyo tutawaokoa mitume. Tukifanya hivyo tutaokoa mashemasi. Tukifanya hivyo kanisa la Bwana tutaokoa kwaya, tutaokoa waimbaji.
mchungaji, kama Yesu alivyomwokoa Petro. Petro alikuwa ameshavamiwa tayari, lakini Yesu alimwokoa Petro kwa kupiga targeti kwa shetani. Na ndivyo ilivyo usiku wa leo. Pepo aliyekaa ndani ya rais wetu tunampiga. Pepo aliyekaa ndani ya wachungaji wetu tunampiga. Pepo aliyekaa ndani ya wainjilisti tunampiga. Pepo aliyekaa ndani ya watoto wetu anapigwa kwa jina la Yesu. Pepo aliyekaa ndani ya nchi yetu anapigwa kwa jina la Yesu. Pepo aliyekaa ndani ya ulimwengu wetu anapigwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.